Madereva. Sawa, mtu dereva aliyosomea udereva, alienda VETA akasomea udereva, na yule alijifunzia mtaani tofauti kabisa. Umeona? Au hata ukichukua akienda kwenye interview same fulani, ukimchukua alijifunzia mtaani, alijifunzia darasani. Alijifunzia darasani atapigwa chini, alijifunzia mtaani atapita. Hii ni Mshua Online TV na mada yetu ya leo ni kuhusu elimu na ujuzi. Ni kipi kina impact kubwa zaidi katika soko la ajira? Elimu au ujuzi? Kwa hiyo ni kitu ambacho tutaka kuzungumza na vijana waweze kutupa mawili matatu yao. Wanafikiri kitu gani ambacho kina nguvu zaidi katika jamii kwa sasa hivi? Yes, tunapata bahati ya kuzungumza na pia tutajieleza vizuri. Yes, mambo vipi? Poa. Nafahamika kwa maana? Mimi nafahamika kama Ramadhani. Bana, hivi katika soko la ajira kwa sasa, unadhani ni kitu gani ambacho ni muhimu sana ambacho kinazingatiwa sana? Ni elimu ama ni fani? Tuseme ni fani ama ni ujuzi? Kitu gani ambacho unahisi kina impact zaidi sasa hivi katika jamii? Kwa mimi hapo nitasema ujuzi. Ujuzi una impact zaidi? Ujuzi una impact zaidi kwa sababu swala la ujuzi ni la msingi sana, kwa sababu hata kama mtu umesoma, sawa, ukaenda labda na vyeti vyako kwenda kutafuta kazi, utaambiwa kwamba una uzoefu wa muda gani kwenye hiyo kazi. Kumbuka kwamba ndio umetoka chuo hapo labda, ndio unakwenda kuzunguka kutafuta kazi kwa elimu yako uliyosoma wapi? Uliyosoma darasani. Lakini ukipita kwenda kutafuta kazi mtaani na vyeti vyako, utaulizwa una uzoefu wa muda gani. Sio, unanielewa vizuri? Sasa ili uwe na uzoefu si lazima uwe umefanya. Kwa hiyo mara nyingi mimi naonaga kwamba yani uwe ni kuwa na fani ni bora zaidi kuliko hiyo nini ambao unasema ni elimu. Kwa hiyo unaweza ukashauri nini kwenye mitaala ya ufunzaji, kwenye utaala ya elimu, ili kuepukana na hili swala kwamba mtu anaweza kawa na elimu lakini pia ajira ikawa changamoto kwake? Una kitu gani cha kushauri katika swala hilo la elimu? Mimi kitu cha kushauri hapo ni kwamba sisi kama wazazi, sawa, au wazazi, tunapokuwa tunapambania kuwasomesha watoto wetu, sawa, tusiwasomeshe watoto wetu kwa kuwaaminisha kwamba wasome, wamalize, wapate ajira. Sawa, mimi naona tuwahamasishe watoto wetu wasome, wamalize, wajiajiri. Sawa? Unajua mtoto anakuwa vile ambavyo unakuwa unamwandaa wewe. Sawa? Na familia zetu nyingi huwa tunaelewa, familia zetu nyingi huwa zinakuwa kidogo changamoto. Tunaona wapo vijana wengi ambao wamesoma, wako tu mtaani, hawana mishe. Hawana issue, wako tu mtaani. Umeona? Kwa hiyo yani wazazi wajitahidi sana. Unapokuwa na mtoto katika mazingira ya masomo, basi uzingatie, yani usimtengenezee mtoto mazingira ya kuajiriwa. Mtengenezee mazingira mtoto ya kusoma na kujiajiri. Hasa kujiajiri atajua yeye sasa hapo kwamba ataenda shamba, atafanya biashara. Sijui unanielewa vizuri, lakini sio kusoma amaliza anze kuzunguka na mavyeti mtaani ndio anakuja kuulizwa na ujuzi wa miaka mingapi na ndio umetoka chuo. Umeona, tunaona hata ukiangalia hata madereva. Sawa, mtu dereva aliyosomea udereva, alienda VETA akasomea udereva, na yule alijifunzia mtaani tofauti kabisa. Umeona? Au hata ukichukua akienda kwenye interview same fulani, ukimchukua alijifunzia mtaani, alijifunzia darasani. Alijifunzia darasani atapigwa chini, alijifunzia mtaani atapita. Kwa sababu kwanza alijifunzia mtaani, analijua gari vizuri. Kwanza gari tu yenyewe kiliwasha tu kama lina changamoto, huo mlio tu wenyewe anajua hii ngoma leo haiko sawa. Hata kama yuko safari anaendesha gari hivi, yani kibadilika tu anajua hii chombo imebadilika, iko na changamoto, anasimama anaingia na ndio matajiri wanataka madereva wa aina hii. Umeona? Hakuna tajiri anataka dereva tu anajua kuliendesha tu gari. Matajiri wa sasa hivi wanataka dereva ambaye anamkabidhi gari yake, lakini anajua kisa huyu nimkabidhi gari ni dereva na ana ujuzi pia wa ufundi. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unafikiria labda kwenye swala la elimu shuleni wanafunzi wanavyofundishwa ni kwamba hawapewi mafunzo ya uhalisia, labda kwamba kwa sababu wanasomeshwa tu kwenye vitabu na yaani tuseme inatakiwa elimu ya vitendo kwa mtazamo wako unavyoona, kwa sababu anaweza akawa amemaliza shule lakini kitu alichokisomea hajui kukifanya, anachojua kwenye madaftari. Kwa hiyo wewe unahisi
kifanyike kitu gani ili mwanafunzi atapotoka shule au kama kuliendesha gari sio kulisoma tu, analijua kuliendesha vizuri? Yaani ni kitu gani ambacho unatamani kifanyike katika kwenye elimu kwenye swala hilo? Hapo mimi naona ni jitihada za mwanafunzi mwenyewe na mzazi wake huko nyumbani basi. Jinsi ambavyo wewe utakuwa umejiandaa kuwa. Kwa mtazamo wangu mimi, lakini ukisema kwamba nitataka kusema kwenye swala la elimu kufanywe vipi, mimi hiyo kikweli hicho nitakuwa sina utaalamu nacho sana kwa kweli. Okay bana, hii ni Mshua Online TV na bado tunaendelea kupokea maoni tofauti ya watu, na brother zangu hapa amejitahidi kueleza vizuri kwamba namna gani anaona changamoto kwenye swala la zima la elimu, kwamba unakuwa ukuta kijana amesoma lakini hana uzoefu na kitu alichokisomea, na ajira zinatolewa kwa uzoefu. Kwa ni changamoto ambayo tumeona inajitokeza. Nafikiri tuendelee kuongea na watu wengine ili waweze kutupa changamoto kuhusu swala hili elimu na ujuzi. Ni kitu gani kifanyika kwenye swala la elimu ili mwanafunzi anapotoka shule basi awe tayari ana ujuzi moja kwa moja ili msumbue mtaani kwa kutafuta ajira. Hii ni Mshua TV. Tuendelee kufuatilia zaidi.